Habari yako? Karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo nataka nikupe story ya kusisimua sana kuhusu mwanaume mmoja anaitwa Kevin Lomax. Kevin ni wakili kijana sana kule Florida, lakini ana kitu kimoja kinachomfanya awe maarufu. Hajawahi kushindwa kesi hata moja kwenye maisha yake. Story inaanza tukiwa mahakamani. Kevin anatetea mwalimu mmoja anayedaiwa kuwafanyia mambo mabaya wanafunzi wake. Kevin anajua kabisa kuwa mteja wake ni mhalifu, lakini kwa sababu ya uchu wa ushindi na ego yake, anatumia ujanja wa maneno kumvua nguo yule mwanafunzi aliyekuwa anatoa ushahidi. Anamfanya binti wa watu aonekane muongo mbele ya kila mtu. Kevin anashinda kesi, na hapo ndipo milango ya kuzimu inaanza kufunguka. Baada ya ushindi ule, Kevin anafuatwa na watu kutoka kampuni kubwa sana ya sheria ya New York inaitwa Milton, Chadwick na Waters. Wanampa ofa ambayo huwezi kuikataa: pesa nyingi, nyumba ya kifahari na maisha ya ndoto. Kevin na mke wake mrembo, Mary Ann, wanaamua kuacha maisha yao ya Florida na kuelekea New York. Hapa ndipo tunakutana na bosi wa hii kampuni, mzee mmoja mwenye mvuto wa ajabu anaitwa John Milton. Milton sio bosi wa kawaida. Anaishi kwenye ghorofa ya juu kabisa yenye bwawa la kuogelea linaloonekana kama linagusana na anga. Milton anampokea Kevin kama mtoto wake. Anampeleka mitaani, anamfundisha jinsi ya kuwa mnyama zaidi kwenye sheria na anampa uhuru wa kila kitu. Lakini mama yake Kevin, ambaye ni mcha Mungu sana, ana wasiwasi. Anamwambia Kevin, New York ni mji wa dhambi, kuwa makini. Kazi inaanza kuwa ngumu. Kevin anapewa kesi ya tajiri mmoja anayeitwa Alexander Cullen, ambaye anatuhumiwa kuua familia yake yote. Kevin anazama kwenye kazi masaa 24, anamsahau kabisa mke wake Mary Ann. Wakati Kevin anapanda chati, Mary Ann anaanza kuona vitu vya ajabu. Anaanza kuona sura za watu zikibadilika na kuwa kama majini au mashetani. Anajihisi mpweke kwenye lile jumba la kifahari walilopewa. Kila akijaribu kumwambia Kevin, mume wake anamwambia unawaza sana, tulia. Milton naye anaanza kuwa karibu sana na Mary Ann, kwa namna ambayo inaogopesha, akimshawishi Kevin aendelee kufanya kazi na kupuuza familia yake. Hapa unaanza kuona kuwa Milton anachochea dhambi kuu ya Kevin, ambayo ni kiburi. Mambo yanazidi kuwa mabaya. Mshirika mmoja wa Kevin kwenye kampuni anaanza kuhoji mbinu za Milton. Siku inayofuata, huyo mshirika anapatikana amekufa baada ya kuvamiwa na viumbe wa ajabu wakati anafanya mazoezi. Kevin anaanza kushtuka, lakini Milton anamwambia, hiyo ndiyo bei ya mafanikio Kevin, usiangalie nyuma. Mary Ann sasa anaanza kuchanganyikiwa kabisa. Anadai kuwa wake wa mawakili wengine kwenye kampuni hiyo sio binadamu wa kawaida. Anajikata na kufanya mambo ya ajabu na mwishowe anapelekwa hospitali ya wagonjwa wa akili. Kevin anajikuta njia panda, aendelee na kesi ya Cullen ili awe wakili namba 1 duniani au amsaidie mke wake anayepotea. Na Milton kwa tabasamu lake la kishirikina anamwambia Kevin, chagua unachotaka, mimi sikulazimishi. Tunafika sehemu ambapo Kevin anagundua kuwa kila ushindi aliopata Florida haukuwa bahati. Milton amekuwa akimwangalia tangu zamani. Kevin anaanza kuona alama za siri kwenye kampuni ile na kugundua kuwa mawakili wote pale ni kama watumwa wa Milton. Kevin anarudi kwa mama yake na kumlazimisha kusema ukweli. Mama yake anavunja ukimya na kumwambia Kevin kitu ambacho kinabadilisha kila kitu. John Milton sio mgeni, na yeye ndiye aliyempa mimba mama yake Kevin miaka mingi iliyopita. Hii ina maana Milton ni baba yake Kevin. Lakini sio baba wa kawaida, ni shetani mwenyewe aliyejificha kwenye suti za bei ghali. Kevin anashikwa na hasira na hofu, anaamua kwenda kumkabili Milton kwenye lile ghorofa lake la juu ili kumaliza huu mchezo wa giza. Je, Kevin atafanikiwa kumshinda baba yake ambaye ni mfalme wa uongo? Au atakubali kuwa mrithi wa ufalme wa giza? Hapo ndipo story inapoishia kwa leo, ili usipitwe na uhondo wa kutazama mwenyewe. Kama umeipenda recap hii, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment hapo chini uniambie, wewe ungepewa ofa ya Milton ungekubali au ungetakataa? Tukutane kwenye recap inayofuata.